sikukuu hii ya Eid al-Hajj, hii Eid ya kuchinja hii ina uhusiano mkubwa sana na Nabii Ibrahim alayhi salam, kwa sababu Nabii Ibrahim kipindi cha uhai wake aliishi miaka mingi sana yeye na mke wake, lakini hakubahatika kupata mtoto. Kwa hiyo Nabii Ibrahim akawa anamuomba sana Mwenyezi Mungu ili aweze kupata mtoto. Lakini pia riwaya nyingine zimekuja kwamba Nabii Ibrahim alitoa kafara ili aweze kupata mtoto. Alichinja ngamia, alichinja ng'ombe ili aweze kupata mtoto, ingawa umri wao ulikuwa umesogea sana. Basi siku moja malaika walikuja wakati wanaenda kuangamiza kaumu Lut. Wakati malaika wanaenda kuangamiza kaumu Lut, walipitia pale kwa Nabii Ibrahim, wakampa bishara njema kwamba utapata mtoto atapatikana. Lakini mke wake yeye akasema atapatikanaje hali ya kuwa mimi umri umeenda sana. Basi Nabii Ibrahim, wale malaika wakapita wakaenda kwa kaumu Lut, wakaenda kutoa taarifa pale, akamwambia Nabii Lut kwamba yeye pamoja na mke wake akamwambia Nabii Lut aweze kuondoka asubuhi kwa sababu pale katika ule mji utaangamizwa. Kwa hivyo kilichotokea ni kwamba ni kweli Nabii Lut asubuhi mapema aliondoka, yeye na watu wake waliondoka kwa ajili ya kupisha ule mji uweze kuangamizwa. Sasa kumbe asichokijua Nabii Lut ni kwamba mke wake pia alikuwa miongoni mwa watu wabaya. Kwa hiyo alikadiriwa yule mke wake alibaki nyuma ya wakina Nabii Lut walikuwa mbele, mke wake alibaki nyuma, walioangamizwa walianzia kwa mke wake kurudi nyuma huko. Kwa hivyo ni kweli Nabii Ibrahim alifanikiwa kweli kupata mtoto ambaye ni Ismaili. Basi Nabii Ismaili yule basi baada ya kupata mtoto ule, kwanza kabla ya hapo pia wakati Nabii Ibrahim anafanya kafara ile ya kuchinja ngamia, ng'ombe takribani 200, watu wakawa wanamwambia sasa mbona unatoa kafara ya mifugo yote hiyo? Lakini Nabii Ibrahim akasema sio hizi ng'ombe tu, hata kama ningekuwa na mtoto pia ningemtoa sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu mifugo ni kitu tu, lakini uhai binadamu ndio kila kitu. Kwa hiyo sasa ina maana kama vile ameweka nadhiri kwamba ina maana akipata mtoto anaweza kumtoa sadaka. Kwa hivyo siku moja aliambiwa Nabii Ibrahim katika ndoto kwamba nenda katekeleze ile nadhiri yako, kwa maana kwamba nenda akatekeleze. Alisema kwamba akipata mtoto atamtoa sadaka, akaambiwa aende akatekeleze ile nadhiri yake. Lakini akawa sasa ana mashaka kwamba hii ndoto iliyopata inatoka kwa Mwenyezi Mungu au inatoka kwa Ibilisi. Kwa hiyo akawa anajiuliza pale kwamba ina maana Mwenyezi Mungu anaweza kaniambia mimi nikamchinje mtoto wangu. Lakini ile ndoto ilikuja tena na Nabii Ibrahim akajua kwamba kweli hii ndoto inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi Nabii Ibrahim akadhamiria kweli kufanyaje? Akadhamiria kweli kumchinja mwanawe. Basi akamwambia mke wake kwamba aweze kumwandalia mtoto mavazi mazuri kwa sababu wataenda kutembelea sehemu. Ni kweli mke wake akamwandalia mavazi mazuri Nabii Ismail, wakatoka. Akamwambia Nabii Ibrahim akamwambia Ismail achukue kisu pamoja na kamba, wakaenda. Sasa wakati wanaenda Ibilisi, laana za Mwenyezi Mungu zimshukie na ziendelee kumshukia, akamfuata Nabii Ibrahim akamwambia, hivi wewe kweli una akili wewe? Unaenda kumtoa mwanao sadaka? Una akili kweli wewe? Basi Nabii Ibrahim akasema kwa sababu hii inatoka kwa Mwenyezi Mungu, mimi natekeleza chochote kile kwa sababu nimeambiwa na Mwenyezi Mungu. Kwanza Nabii Ibrahim akamwambia Ibilisi kwamba kwani hii kauli inatoka kwa nani? Sisi inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa kama inatoka kwa Mwenyezi Mungu basi mimi nitatekeleza tu. Nabii Ibrahim na Ibilisi pale akawa ameshindwa, akaenda sasa
kwa mtoto akamfuata mtoto ambaye ni Nabii Ismaili, akaenda kumwambia kwamba maana wewe umeenda wapi? Hivi wewe hujui kwamba Nabii Ismaili akamwambia tunaenda kuchinja kondoo. Tunaenda kuchinja kondoo kwa sababu wakati wanatoka nyumbani pia alivyo Nabii Ibrahim alivyomwambia Ismaili kwamba achukue kamba pamoja na panga pamoja na kisu, alimwambia kwamba tunaenda kuchinja kondoo. Kwa hiyo Nabii Ismaili akamwambia Ibilisi kwamba anaenda kuchinja kondoo. Sasa Ibilisi akamwambia hapana, huyu anaenda kukuchinja wewe, sio kondoo, anaenda kukuchinja wewe. Hiyo kondoo iko wapi hapa? Anaenda kuchinja wewe. Ile mtoto akasema kwamba basi kama ni hivyo mimi aende tu akanichinje, kwa sababu kwani hiyo kauli inatoka kwa nani? Ibilisi akamwambia anasema inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Akasema basi kama inatoka kwa Mwenyezi Mungu aende akafanyaje? Aende akaitekeleze. Ibilisi pale akawa kama amefeli, akaenda kuhamia kwa mke wake. Akaenda kuhamia kwa mke wa Nabii Ruth. Fika kule akamwambia, hivi unajua kwamba wale wameenda? Hivi unajua kwamba yule anaenda kumchinja mwanae? Mke wake akasema kwani ile swala la kwenda kumchinja mwanae amelitoa wapi? Akasema inasemekana kwamba alitoa kwa Mwenyezi Mungu. Akasema basi kama amelitoa kwa Mwenyezi Mungu, hata kama ni mimi, kama amelitoa kwa Mwenyezi Mungu, basi aje hata ni mimi anichinje. Kwa hiyo mke wake Nabii Ibrahim pamoja na Ismaili wote walikuwa na msimamo mmoja. Kwa hiyo Ibilisi pale akawa amefeli. Sasa wakati Nabii Ibrahim anataka atekeleze kile kitendo cha kumchinja mwanae, yule mwanae akamwambia basi nifunge mikono na miguu ili uweze kunichinja kiurahisi, lakini pia usije ukapata tabu kalukiwa na madamu na nini, kwa sababu kifo cha kuchinjwa ni kifo kigumu sana. Nabii Ibrahim akakolesha ile kisu, akakolesha kisu vizuri, kila akitaka kukata hivi kisu kinakataa, kwa sababu dua ya kuchinja Allahu Akbar, akitaka kukata hivi kisu kinafanyaje? Kinakataa. Kama mara 2 mara 3 kisu kinakataa. Nabii Ibrahim kwa hasira akakipiga kwenye jiwe hivi, jiwe likakatika, jiwe likapasuka. Nabii Ibrahim akaambia kisu, kwa nini hutaki kukata? Unakata jiwe, unashindwa kumkata mtu. Kisu kikasema kwamba mimi hapa napokea kauli mbili. Kuna kauli napokea kauli mbili hapa. Nabii Ibrahim akashtuka, pokea kauli mbili? Kisu kasema napokea kauli mbili. Kauli moja inatoka kwa Mwenyezi Mungu, ananiambia kwamba usimchinje, na kauli nyingine inatoka kwako, ananiambia nimchinje. Basi pale wakati anasema hivyo, kumbuka pia watoto wakati anasema hivyo, Nabii Ibrahim anaambiwa kwamba napokea kauli mbili. Akaja malaika Jibril na yule kondoo inasemekana kwamba Habili na Kabili wakati wanaenda kutoa sadaka zao, mmoja alivyotoa sadaka ya kondoo ikapokelewa, yule kondoo sasa ndio huyo ambaye amefanyaje? Ndio huyo ambaye alikuja kufanyaje? Kuletwa na Jibril alayhi salam. Kwa Jibril wakati anamleta akawa anasoma dua hii, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wakati Jibril anakuja anasema hivyo, Nabii Ibrahim naye akawa anaitikia la ilaha illallah wallahu akbar. Ismaili naye akasema Allahu Akbar walillahil hamd. Kwa hiyo ndio ilianzia hivyo na walikuwa wanasema hivyo. Kwa hiyo ni kisa kirefu, lakini kwa leo tutosheke kwa kuishia hapo. Siku nyingine Mwenyezi Mungu akitujalia tunaweza kuendelea na kisa hiki inshallah. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
usiache kufuatilia channel hii kwa ajili ya kuweza kukumbushana mambo mbalimbali.